open my masterclass ili niweze kuwafundisha, hata kama kuna miss ambayo yani sasa hivi yani Miss Tanzania, Miss Universe, na ukiangalia why Tanzania hatutoi models kama zamani, why hatuwiki kama zamani, you understand, ni kwa ajili yani kuna something inatakiwa yani tuungane as Tanzanians kushirikiana, kwa sababu yani is like a lot of Tanzania people wana ile attitude ya kusema like I cannot go to speak with Miriam Odemba. Miriam Odemba labda anaringa, Miriam Odemba labda ana ego, au Miriam Odemba yuko hivi, lakini hajui jinsi gani ya kuni approach. Na mimi labda naweza kwanza kusema Miss Grand, yule dada anaoandaa Miss Grand labda sidhani kama atanikubali, au kwa sababu jinsi mnavomuona mitandaoni labda mkimtumia message aweze kujibu. And so hiyo imeleta dosari kwenye modeling and kwenye pageant, kwa sababu yani is like this generation is not the same. Yani narudi thank you so much, narudi yani vile mwanzo. The generation ya sasa hivi we need to change. Yani tunajifanya sana wajuaji, tunajifanya is like when ukianza kupata tu vijiela kidogo, msichana akipata 2 milioni 3 anaona ameshafika, ni model. And labda kuna waandaaji pia, kuna waandaaji wengine wa sasa of course wanakuwa wanawatongoza models ili kuweza kupush na kupata ile chance. So kuna udanganyifu mwingi unaona kwenye industry, but now is like kwa sababu always mimi napenda kuongea ukweli sipendi ni kudanganya mtu kama hawezi kuwa model nitamwambia of course wewe hawezi kuwa model, inatakiwa uendelee ufanye kitu kingine, au nikikuona you have a potential I will say you have a potential. Ni kwa ajili gani? Ni kwa ajili pia mimi nimetoka kwenye hiyo mikono ambayo watu au wanani niliowataja. Marem Ruge alikuwa yuko genius, Maria Sarungi alikuwa ni genius, ukiangalia Marem Amina Monki walikuwa ni genius. So now is like we are staying, yani tunarudi tena pale kwenye umodo. Inatakiwa tushirikiane, tupendane, alafu tukae vikao like Miss Grand, Miss Universe, yani tusileteane ni because you are a superstar, so yani unamfuata mwenzako. Yani kwa Tanzania now is like kuna ubabe fulani hivi, inatakiwa umfuate fulani, umuombe, upige magoti and all those kind of stuff. Sasa dada Miriam, sorry kukatisha. Wakati unashinda Face of Africa kulikuwa kuna majarida fulani ya Vodacom, kuna ile la kwako ambalo kuanzia na kupokea airport, your story. I used to keep that magazine close to my heart kwa sababu ilikuwa ikini-inspire na okay, this is someone doing something big. Experience ya Face of Africa, ukaja ukashinda Miss Earth, how was it? Like, how was it? Unaweza kutuambia kidogo hiyo experience ya Miss Africa, ile Face of Africa tena, Miss Earth. Miss Earth nilitolewa na Maria Sarungi. Miss Earth is like I was in China, nilikuwa mimi ni model, nilivyoshinda Mnet Face of Africa. Nilivyoshinda Mnet Face of Africa nilienda kufanya kazi South Africa for 2 years. And nilivyomaliza contract yangu ya 2 years nikarudi Tanzania. So nilivyorudi Tanzania nikapata tena contract ya Elite Model Look of the Year 1999. Nikasafiri kwenda Marekani sasa kwenye ile kuanza ile contract yangu ya 2 years ya Elite Model Look of the Year. And nilipofika tu Marekani for 2 months ndo nikapata sasa habari bosi wangu amefariki, Marehemu Amina Monki.
So hiyo iliniumiza sana, nikapata kama msongo wa mawazo, ikabidi yani niwe nakula sana, nikaanza kula ugali. Watu wakaniambia, Miriam Odemba ugali umempoza, kakosa milioni 300. Enzi hizo nimepata contract ya 150,000 contract. Can you imagine guys? Lakini kwa sababu nilikuwa niko na mentor, alafu nilikuwa na manager ambaye ndo alikuwa ananisaidia, imagine, ndo nikaambiwa amefariki. So it was very sad for me. Ilikuwa very 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 sad news. So ikanibidi nirudi sasa. Unaona, nikarudi sasa Tanzania. Nilivyorudi Tanzania, ikabidi sasa nitafute sasa kazi. Nitafanya kazi vipi? Kwa sababu nilikuwa nimerudi, nikao nimenenepa. Yani nilikuwa nimenenepa kwa sababu nilikuwa nakula sana. So ndo nikampata bosi wangu Maria Sarungi, maskini, oh my God, alinisaidia sana. And alinipa moyo na alinishika sana, alini support. Unaona, so nilikuwa naenda sana ofisini kwake, na alikuwa ni bosi wangu. So alinipa moyo, akaniambia, Miriam, unaweza kushiriki tena Miss Earth. Unaona, so nikaenda ofisini kwake, yani ananifundisha sasa. Kama hivi sasa inatakiwa niwe mentor, sasa niwe nawafundisha mamodo ambao wanataka kuwa international model. So I was very down to earth, na nilikuwa nasikiliza vitu ambavyo alivyokuwa ananifundisha, and it wasn't easy kwa kweli, kwa sababu anything katika maisha ambao unataka kuwa model, au hata ukitaka kuwa mke, au hata ukiwa mama, so all the things inatakiwa uweke hope, uweke nidhamu, uweke malengo. So kwa mimi kwa kweli as Miriam Odemba nilikuwa na malengo, na nilikuwa nataka niwe superstar. Yani nilikuwa nalilia niwe superstar, nilikuwa naona bado sijafika kile kiwango. So nilikuwa yani na nidhamu ya kusikiza, na nilikuwa hata yani nikitongozwa huko nje, nilikuwa yani hata siwakubali watu, kwa sababu yani naona nikitoka na yani mtu yoyote, mtu mkubwa or something, I will lose my career, au anaweza kunichafua, labda picha or something like that. So I was very strong kusema mimi as a Miriam nitakuwa na kazi yangu, naenda kwa Maria, nafanya mazoezi, narudi nyumbani. So nilikuwa mtu wa kunywa mapombe au mtu wa kutoka. So hiyo I think imenisaidia. Sio kama nilikuwa yani sitongozi na watu matajiri, nilikuwa natongozwa sana, lakini I was only have one thing in my head. Nasema mimi inatakiwa nijitafutie pesa mwenyewe, inatakiwa niwe strong. I need yani kuwaonesha Watanzania kama naweza, na sio yani naweza sio sababu kwa buzi au kwa mtu fulani. No, I will listen my Maria Sarungi, ni bosi wangu, na ataweza kunisaidia mimi kufika mbali. So is this what I did? Kwa kweli nilikuwa na nidhamu sana. Nilikuwa sio I was not somebody yani uchelewaji kitu cha kwanza, au ile kuringa, kwa sababu I was a superstar. Thank you guys, thank you. I was a superstar when I meet Maria Sarungi. Nilikuwa superstar tayari, lakini nilikuwa simletee zile nyodo. Sasa hivi nimekuja kwenye Miss Earth, unajua mimi ni Miriam. Unaona? So hiyo wasichana wengi, wadada wengi wanazo hizo. And asa sisi wa Tanzania. So when they will change, of course, industry ya modeling, industry ya everything in yani kwenye umodo, kwenye uimba mziki, yani tusiwekeane ile vijungu fulani, is like mimi I can. Unaona, natoa mfano mdogo kama wa Kim Kardashian na Beyonce. Unaona, kazi wanazopiga ndo zinaonekana, lakini kwa sisi wa Tanzania tuna zile chuki tunaekeana wenyewe kwa wenyewe, hatupendi ile kusapotiana. Unaona, kama mkiona Beyonce and Kim Kardashian, people they say, Beyonce and Kim, you know, they don't speak. Lakini kwenye social media tunajua they don't speak.
Lakini hata kwenye ile kwenye hii show ya juzi aliyokuwepo na nani huyu Kim Kardashian anaenda Super Bowl, they were like together, lakini hamkuona picha Kim Kardashian na Beyonce, unaona. Lakini kwa sisi wa Tanzania tutaleteana nyodo on TikTok, on Instagram, mtu fulani na fulani wameleteana nyodo, hawaongei na vitu kama hivyo. So I think this, yani chuki binafsi hasa, yani kwa masuperstar na masuperstar, yani wanazo hizo, hasa kwa sisi wa Tanzania tuna zile chuki binafsi, tunakuwa hatupendani. Ukimwona mwenzako amefanikiwa utamwonea wivu, hautaki yani kumwona mwenzako amepanda, au mwenzako kanunua nyumba, kwa nini amenunua nyumba mimi sina, you know. Lakini ukimfurahia mwenzako ni kama vile modeling na kumsupporti mwanamitindo, kumsupporti pageants. So I think nimeleta mifano mingi kwenye swali lako, lakini tukipendana na tukishirikiana kama zamani ukiangalia mimi mabosi wangu hao wawili, yani it's like Mariam Ruge na Mariam Amina Mongi, Joseph Kusaga, yani walikuwa wana vision, walishirikiana sana kuipandisha Clouds kuwa Clouds, kwa sababu mimi nimetolewa na Faces International, nimeanza Umodo na umri mdogo sana, nimeanza Umodo na miaka 14, you see. So I know what nidhamu is, na nimetembea nchi mbalimbali, lakini tukibadilisha mfumo wa kuweka maendeleo in the industry, tusioneane yani wivu, tusiekeane maubabe and kujifanya yani wewe ndio unajua everything. Kuna mwenzako anaweza kujua lakini akakaa kimya, unaona. So hiyo ndio inatuangusha sana kwa Tanzania, I think. Dada Miriam, na ukisema Maria Sarungi nakumbuka kipindi chake cha Art and Craft Channel 10. Oh, I miss those days. Yes. Kukua kwa mitandao na warembo wa mitandao, kuna watu wanajiita Instagram models. Unadhani hiyo inashukisha heshima ya models na industry ya modeling? Kwa sababu enzi zako, imagine ulikuwa kwenye majukwaa ya Mnet, Face of Africa, ulikuwa kwenye hiyo Miss Earth na nini, na mitandao haikuwa mikubwa, and that's why una respect kubwa sana kwa Tanzania, kwa sababu uliweza kukua mioyo ya watu enzi hiyo mitandao haipo. Unadhani kukua kwa mitandao kuna haribu picture nzima ya kuwa model sasa hivi? Kukua kwa mitandao so inaharibu hadhi ya kuwa modo, kwa sababu sasa hivi kuwa kwa mitandao, angalia kama sasa hivi Dyson tunaongea live, and I really love yani mitandao yani kukua kimitandao. And kukua kimitandao inatakiwa unachukuliaje kukua kwenye mitandao, unachukuliaje kutengeneza pesa kwenye mitandao. Kama mimi nimetolewa na magazeti, jinsi ulivyosema Miriam Odemba, I was famous kwa ajili, yani why till now I am a legend, kwa sababu ni heshima yangu niliyojiwekea, unaona. So unaweza kuwa kwenye mitandao lakini unajiwekea heshima, so kuwa kwenye mitandao unaanza kutukana, unaanza kujiona wewe ni wewe, unaanza kujiharibia, kuwa na maskendo, and hiyo itakuwa inakuchafulia. Kama mimi sasa hivi nimeingia on TikTok, yes, sijui TikTok vizuri, but I'm humble. That's why you guys even you are listening to me right now. Lakini ningekuja hapa, look, I have, so kama sina wigs, you know, lakini nasema I am humble. I need to bow down, you know. I need to bow down kuangalia Watanzania wa TikTok. Imagine niko hapa na Akira. She's not famous like me, but she has a lot of million followers. So it's like we need yani kuheshimu mtandao, jinsi yani unavyojipresent na wa Tanzania wengi. I'm going back also for Tanzania people, kwa sababu mimi nimeishi sana Ufaransa, nimeangalia platform ambazo za
yani hizi platforms za mitandao sasa hivi inavyobadilisha maisha ya watu. Ukiangalia mfano kama Hasho Speed, angalia jinsi alivyofanya hiyo tour yake ya Afrika. Amefanya vizuri. Mimi nilikuwa simjui who is Hasho Speed kwa sababu nadhani ametumia mitandao yake vizuri na mpaka sasa hivi amekuwa like superstar. And for me now, I'm coming to you guys because I'm coming to attack TikTok, and I will attack in 3 months or 6 months. Nitakuwa VOM na nitafungua my masterclass because nimejipanga. Unaona, nimejipanga. Na nimejipanga kwa ajili gani? Nimejipanga kubadilisha mfumo wa Tanzania ambao they want to be like Miriam Odemba. They want to follow my footstep. So footstep yangu ambao mbaya mtaweza kuifuatilia, lakini mtaangalia mazuri yangu ninayofanya na mtaangalia my success ambao nimewezaje kuwa mrembo mpaka sasa hivi. Nimejiwekaje sasa hivi kuwa Miriam Odemba mama, na sasa hivi is like I'm engaged. I didn't get married lakini I'm engaged kwa sababu ukiangalia watu wengi on Instagram, on Facebook walikuwa wananiuliza, Miriam Odemba kwa nini hauna mme? Unaona? Kwa nini sina mume? Kwa sababu nilikuwa na focus kufanya kazi. Sikutaka mume mambo ya kupika. So unaona sasa hivi nimeengage, sasa hivi niko jikoni napika. So it's like I'm going back kukujibu kuhusu mitandao. So unaweza ukatumia mtandao wako ukakuletea faida. Na unaweza kutumia social media yako, your account ikakutoa kabisa kwenye game. So mitandao ya kijamii inaweza kukupandisha na inaweza kukushusha kabisa. So all these ladies ladies wanawake mnaonisikiliza, wanaume mnaonisikiliza, is like inatakiwa uwe na malengo. Unajiwekea kabisa malengo, kwa sababu mimi siwezi kurumbishwa, siwezi kupelekwa hivi like kama vile upepo, kwa sababu najua malengo yangu ni nini ninayotaka on TikTok, kwa sababu I need to change generation ambayo itaweza kunisikiliza mimi. Unaona it's like mimi so Moses au sio? Miriam, kwanza speaking of watoto na familia, I remember ulipopata mtoto wako wa kwanza, I think ilikuwa ni interview kama sio ya Mkasi ama ni somewhere, ulizungumzia challenge ya kuwa model, especially sasa I think mtoto wako wa kwanza umempata ukiwa international model, kwa sababu tuliona uko na kina Kanye West, wakina nani, yale red carpet ya kutishatisha. I was like damn. How was it challenging kwamba mama na bado you are a model? Is it challenging? Kwa sababu kuna wanawake wengi wanataka kuwa models lakini pia wanataka kuwa mama pia. Advice gani unaweza ukawapa kubalance hizo vitu viwili? Dyson, thank you so much. Thank you so much. Then narudi pale. Lazima uwe na nidhamu na unajua ni kitu gani ambacho unakihitaji. Kwa nini mimi nilikuwa naalikwa kwenye hizo red carpet? Kwa sababu ni heshima. Unaona? Lazima ujiwekee heshima. Kwa sababu tunarudi pale kwenye social media, social networking. Unaona? Kwa sababu hawa agent ambao walionialika kwenye Cannes Festival, na bado mpaka sasa hivi soon I will be 44 years old. 19 of February ni siku nafikisha miaka 44. Unaona? So tunakuwa tunaangaliwa sana. Hapa kama hivi nyie mko mnaniangalia, yes, lakini pia kwenye mitandao, ukiwa picha zako umeziposti, picha zako za ajabu, hauwezi kupata mwaliko, kwa sababu narudi kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nilikuwa mpaka sasa hivi kwenye Instagram au Facebook, unaona napata endorsements. And
I don't know on TikTok kuna ma-endorsements mengi sana ukiwa una lot of followers. Yes, you will get a lot of endorsement. Lakini inatakiwa ujue jinsi gani ya kutumia endorsement yako. Lazima ujue jinsi gani ya kujiweka kwenye page zako. Unaona? So page zako tu unaingia mtu anakukuta is like you don't speak sense. Unaona? So how come you will get those endorsements? Unataka kuwa kama Miriam Odemba, you can go to Cannes Festival. Lazima yani ujisafishe kwenye page yako. Page yako nani wakikuona is like wakute page yako is clean, hautukani, haufanyi vitu vya ajabu. Ndio maana yani dada yako nilikuwa niko hot na mpaka sasa hivi yani nitaendelea kuwa hot kwa sababu mimi ni mama jinsi ulivyosema na mtoto mmoja anaitwa Iris na it's like I balance my life. Napenda kufanya mazoezi na eka my private life na nilijificha sana my private life. Sasa hivi ndo mmenielewa, watu wengi sana walikuwa naelewa mimi na mtoto. Kwa sababu sikuweka sana picha mitandaoni kumuonesha mwanangu kwa sababu nilikuwa nataka kwanza kuweka private ili niweze kuwa na maisha fulani ndo niweze kumweka mtoto wangu kumtangaza yani sasa hivi na mtoto kwa sababu sometime kwenye industry zamani sasa hivi afadhali yani kwa ukiwa na mtoto is okay lakini it's like 5 years ago ukiwa yani is like ulikuwa yani ukionesha mtoto wanakuweka like huyu afai. Lakini sasa hivi tunavyoendelea mitandao ya kijamii and industry inakuwa inabadilika. Lakini for the privacy sikutaka sana kujionesha ni maisha yangu as a mother au maisha yangu ya bwana and yani I put my privacy yani bwana watoto I was out. Siwezi kuonesha maisha yangu hayo. Nilikuwa siwezi. Sasa hivi because I settle down, I have everything. I build my empire. So it's like Beyonce now with Jay-Z and everything. They have their empire. Kuna ile kipindi ambacho hauna ile empire, you need to bow down. Kusema I want to make this. Sitaki social media ijue mimi na mtoto, sitaki social media ijue mimi na iki na iki na iki. So hivyo vitu vyote mimi nilivificha. Sikutaka yani watu wanijue maisha yangu. Is like naonesha kidogo maisha yangu and is kwa sababu I am successful and I want to teach yani young generation ambao sasa hivi wananiangalia because I have the dream ambao nimesha achieve. Now I can show maisha yangu. Lakini zamani I didn't achieve what I need. I was like, why should I can show my private? Why I can show Miss, hatukusikii. Hatukusikii dada Mariam, hatukusikii. Nitakuwa nimemute. It's like kama unataka kuwa somebody and utaki kuonesha maisha yako kabla hujawa successful. Sasa hivi naweza kuonesha maisha yangu because I'm very successful and I'm proud. So I just nataka muangalie jinsi gani unaweza kuwa very very successful and usioneshe maisha yako. Na unaweza kuwa hauna kitu chochote ukajitamba kwenye social media, you have something to fake lifestyle. Dada Miriam, enzi zenu watu walikuwa models, mlikuwa especially Wema Legend, wote mlikuwa mna standard fulani, hata kwenye mitandao mko kwenye class fulani ambayo ni ngumu sana mtu kumchafua, ni ngumu sana. Elimu ilihusika vipi kwenye movement yako ya urembo?
na kuna watu wanasema beauty with brain. Elimu inahusika vipi, ama one advice unaweza wapa wadada ambao wanaona mimi ni mzuri niishie form 4 nikimbilie kwenye majukwaa ya urembo, kwa sababu mbona Miriam aliweza? Pengine watu hawajui Miriam, pengine umepitia hivi, umesoma hapa. Elimu inahusika vipi kwenye jukwaa la urembo? Elimu inahusika kwenye masuala ya urembo, yes, na pia vile vile, lakini kama mimi sikusoma sana Dyson, sikusoma sana, sikupata ile elimu kubwa, kwa sababu yani kwenye industry ya umodo nilikuwa yani niko focusing kwa sababu nilikuwa elimu yangu ilikuwa ndogo, lakini nilikuwa na uelewa mkubwa. Kuna ile karama Mwenyezi Mungu anaweza kukupa, usiwe na elimu lakini akakupa karama. Na uwezi kusema yani industry ya modeling au pageant inatakiwa elimu kubwa, uende university au uwe umemaliza chuo kikuu. No. Yani in the industry ya pageant, ukiwa una karama na ukiwa una malengo, of course unaweza kufika mbali sana, kwa sababu unakuwa na ile, kwa sababu mimi nilikuwa sikupata elimu kubwa, lakini nilikuwa na uchu. I was like, I really want to be somebody, kwa sababu nasema nikipata hela nitajisomesha. So that's time when I was starting modeling. Nimeanza modeling, imagine I was 14 years old. Hapo nilikuwa yani nimemaliza darasa la 7. Lakini nikaingia kwenye modeling, sikuenda secondary like that. Sikumaliza secondary, lakini nikapigania elimu yangu, yani kwenda shule, private school and all, na mpaka sasa hivi imagine I'm a legend. So elimu, unaweza hata ukawa na elimu yako ya standard 7 but you can be a legend. Na unaweza ukawa you carry a master of university and then ukawa bogus in your brain. So ni jinsi gani unavojiweka malengo yako na utashitishi wako, jinsi unavojipresent yourself. Mimi sijasoma sana, lakini if you put me with Bill Gates atakuuliza, which kind of university did you go? Which kind of school did you go? Unaona? So inatakiwa yani uwe na ile karama, jinsi unavyoongea, jinsi unavyojibu maswali yako, jinsi unavyojiweka. Because if you don't have a scandal, kitu kimoja ambacho kimeniweka mimi kuwa juu, I don't have a scandal. Mnisamehe, ni scandal tu moja ambayo nilikuwa nayo ya Ibra, kwa sababu niliingia kwenye muziki because I was want to be somebody kwenye music industry. So nikasema kwenye music industry kuna ile kiki, watu wanaita kiki. So nikasema, oh my God, Miriam Odemba, I'm going out with Ibra, ili nipate ile kiki, mtu kukimbia YouTube, kulike and stuff, you know. Hayo maisha yanakuepo, lakini I'm not kind of somebody mwanamke kama mimi kutoka na Ibra, you know, that ilikuwa ni kiki. Dada Miriam, yani hata you don't have to apologize. That's a normal thing, especially na maisha nilivyoenda ni normal kabisa. That's why hata nikaona it's not worth kuuliza swali hapo, because we know kuna njia lazima upitie ili you put your name there. Okay. Ukipewa shindano la Miss Tanzania liwe la kwako, yes, sasa hivi, ni vitu gani utaviondoa kabisa utataka kuvisikia? Oh my God, nikipewa shindano la Miss Tanzania right now, lazima nitatoa mlimpwende mzuri. And siwezi kuongelea vitu vingi kwenye hapa kwa sababu nimemwaga mchele kwenye kuku wengi. So I will change because I have experience already, Dyson. Alafu na watu nyuma yangu. Unajua katika maisha lazima unakuwa na key ambao you have a key person ambao utakuwa na msiri wako, na utakuwa na few friends ambao unawapa
all your ideas. Unaona? So yani as a Miriam Odemba, yani nashukuru Mungu kwa sababu sijui na muamini Mungu sana. Naona yani na karama kubwa sana. Ambacho yani nikigusa kitu, Dyson siwezi kukuficha, nikigusa kitu chochote, yani lazima kitan kuwa diamond. And nikipata chance ya kuwa Miss Tanzania, of course I will change a lot of stuff. Lakini I want also to be surprised. Kwa sababu vitu vingine ukiongelea havifanyiki. Sasa hivi I have my pageant ambayo inaitwa Sauti na Mitindo. So I hope you guys you give me support kwenye Sauti ya Mitindo kwa sababu I will go to Tanzania in October. Kuna show ambayo nitaifanya Sauti ya Mitindo. And nitaendelea kuwa na nyie on TikTok. Mjifunze vitu vingi kupitia kwangu na mimi pia nitajifunza vitu vingi kupitia kwenu. But as what I am right now as a Miriam Odemba, I think I need to change a little bit mfumo. Yani kuwaonesha Gen Z, the young Gen Z, yani vijana, msichana, mama, especially I want to change the Gen Z. Yani kuwaeka in the kwenye mfumo ambao niliopitia mimi, because kuna siku nilikaa na mume wangu mtarajiwa. Akaniambia, you know Miriam, unaipenda sana Tanzania. Unazania utabadilisha wakina Gen Z? Nikamwambia, of course I will change them. Akaniambia, kwa nini unaweza kuwabadilisha? Nikamwambia, nitapita jinsi wanavyopita wao, lakini one day they will come kwenye my gear and they will listen what I say. Kwa sasa hivi kama hivi ninavyopita na nyie and everything, but one day of course I will change something in Tanzania and it will be a better Tanzania for the industry of modeling, kwenye industry of pageant, kwa sababu na uhakika Mwenyezi Mungu hajanileta hapa duniani kwa sababu. Nadhani kuna sababu kubwa ambayo amenileta hapa duniani, and naona kila siku mabadiliko ninavyobadilisha vijana wangu ambao wako karibu, hasa nilivyosema my key person, ambao yani vijana ambao wamenizunguka because of my foundation. Kuna vijana ambao nimebadilisha maisha ya vijana wengi sana. And mtu ambaye anayonijua zaidi yani is like kama my family. But now hapa vijana wangu hawajaingia live, lakini ipo siku wakati nikifungua my masterclass nitawaleta vijana wangu kama 10 ambao nimewabadilishia maisha. So you guys, you will know who is Miriam Odemba. Sijui I answer your question very well, Dyson? Yes. Unajibu vizuri. Dada Miriam, una modeling agency. Nimesikia kuna modeling agency. Yes. Vigezo gani unaangalia kwa model wa kike na wa kiume? Vigezo kama kuna mtu anataka kuingia kwenye hiyo agency, ni vitu gani azingatie, na unahitaji vigezo gani awe navyo, na ni vitu gani kwako ni mwiko hutaki kuvisikia kwa model ambaye anataka kujoin na wewe? Hiyo siwezi kusema, Dyson. Hiyo siwezi kusema vitu gani ni mwiko, lakini mimi kuna karama moja Mwenyezi Mungu amenipa. Unaona? Yani is like when you come to my agency, jinsi utavyoongea na mimi, wewe kwa sababu sikuoni, unaona, lakini siku ukija I will tell you who you are. Hiyo ndo karama Mwenyezi Mungu amenipa. So nitakujua kama una nidhamu na kama utaweza kufika mbali. Hicho ndo kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amenipa, na ndo maana hata wafanyakazi wangu wengi nikifanya nao kazi wanaambia ni dada, una karama kubwa sana Mwenyezi Mungu amekupa. So mimi nikiwa na modo nitajua kabisa huyu ni modo ambaye nikiinvest. Ndo maana mmeona sina pupa. Kuna watu wengi sana
wengi sana wamenifuata DM. Kwa nini Miriam usiwachukue kabisa mamodo kuwapeleka Ulaya? Miriam, kwa nini usilete something like a product because you have a good skin? Miriam, kwa nini yani usifanye hivi? Kwa sababu sipendi kuyumbishwa. Yani I follow my instinct. Nataka kitu ambacho nachofikiria na Mwenyezi Mungu amenipa, ameniambia Miriam fanya, ndo nakuwa nafanya. Lakini siwezi kuona kwenye mitandao Hamisa kanunuliwa gari G-Wagon leo kapewa na Azizi Ki, na mimi nije kumwambia mume wangu naomba na mimi ninunulie gari. No, hiyo yani sitokagi mimi kwenye mfumo wangu. Yani nitabaki nitacheka na nyie and everything, lakini kuna malengo ambayo nimeandika nitaweza kufanya. So kwenye my agency nikirudi Tanzania nikifanya big scouting na nikipata modo, mtaona kabisa Miriam Odemba huyu modo amemfikisha sehemu ya mbali kabisa, kama mimi nilivyofunguliwa milango nilivyosema mwanzoni kwa Maria Sarungi, marehemu Amina Mongi, Ruge Mutahaba. So I want kuacha alama. Hii alama nitoiacha ni kama vile huyu modo ambaye nitaomtoa mimi atakuwa kama vile mwanangu Iris. So ndio maana hivi vitu havitakiwi kuwa na haraka. Inatakiwa uwe na passion, subira na kujua kabisa huyu modo hata nikimpeleka Paris, nikimintroduce kwa my customer anakubalika. Na hawezi kunifanyia vitu vya ajabu, kwa sababu kuna wasichana wengine bwana Dyson, unaweza kumleta mtu Ufaransa akakuchukulia hata mume wako. Lazima ina hofu ya Mungu. Mtafute binti mwenye hofu ya Mungu. Yes. Mwingine ukishamtoa, kuna mwingine yani ukishamtoa akishakuwa superstar anakuzalau, hawezi kukumbuka ule wema uliomfanyia. Yani anakuona you are nothing. Yani mimi sinaga papara. Yani hata nikiwa na 10,000 followers. Dada Miriam, hapo kwenye ofi ya Mungu na model ambaye unamtamani umpate. Ulishai kuingia kwenye mtandao ukakutana na msichana wa Tanzania. Ana vigezo vyote, kuanzia look, kuanzia the way anatembea, lakini ndio mtu wa kucheza sijui vigodoro au sijui vidini, sijui ukasema damn, kwa nini? Ushai kutana na hicho kitu ukasema kwa nini wanajiwest? Exactly. Wako wengi. Yani hata masuperstar. Kuna masuperstar wako wengi ambao pia they have potential. Kuna masuperstar they have. Yani mimi sometime nasema unajua Mwenyezi Mungu bwana. Mwenyezi Mungu ana fumbo kubwa sana. Mwenyezi Mungu hakupi vyote. Unaangalia kama mimi I have a followers like 500,000 followers, lakini na endorsement, so kama najisifia na endorsement na pia na baraka pia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani hata nikiwaambia maisha yangu so kama najisifia, I have a very good life. Alafu I just invest, yani nimeinvest kwenye ma Bitcoin, nimeinvest kwenye markets. So yani I have a big brain. Siwezi kujisifia kusema yani mimi na iki alafu nisiwe nacho. So kuna masuperstar wengi, they have potentials, they have 10 million followers, lakini zero brain, you know. Unashangaa wezi hata kumfuata ukamwambia unajua mimi niyo na 10 million followers, mistake. Yani kama yani superstar yani wa Kitanzania na 10 million followers, as a Miriam Odemba now I speaking with you, 10 million followers, you know how many endorsements you make? And then you tell me in Tanzania you are a superstar and you zero brain, hauna hata nyumba Europe, hauna hata nyumba, hauna hata kibanda umejenga Tanzania, and then you have 10 million followers. Huo ni upuuzi, kwa sababu sasa hivi social media zinajenga. Unaweza kuwa yani somebody in social media. Unaweza kuwa yani it's like sometimes I feel sorry kwa sababu unaona superstar yani yuko mkubwa na anawika lakini
amejaribia CV. Au hata utamtamani kusema yani huyu hivi kweli, hata wanaume kama mko humu ndani mnaweza kusema hivi yule superstar kweli naweza hata kumweka awe mke. Mimi Miriam Odemba hata leo nikiachwa na huyu mzungu nikija Tanzania wanaume watanikimbilia kwa sababu sina skendo mbaya. Mimi sijalala sijui na waziri huyu, waziri yule, waziri nani. No. Na wengine wanasema kabisa, wanasema Miriam Odemba katika wanawake wagumu. I say, wewe ni mmoja wapo. Wanaume wanasema. So I feel it one day. Wanawake vijana wanaoniangalia, chipukizi, Gen Z, they need to learn from me. Ndio maana I want really to open this. I will open up kwa sababu mimi naongeaga ukweli. Sifichi. Kitu cha uongo sipendi kuongea uongo. Lakini kitu cha ukweli nitaongea ukweli. Kwa sababu mimi natamani kila mwanamke, kila msichana, mwanaume, baba, mama, nataka ni kuona mafanikio kama wenzetu wa Ulaya, jinsi wanavyoshirikiana, kama Wahindi wanavyoshirikiana, Waarabu wanavyoshirikiana. Kwa nini sisi familia tusishirikiane? Kwa nini sisi wa Tanzania tusipende kushirikiana? Tunakuwa na hembi. Hapo. Sorry. Jamani, nitaachwa na mume wangu, chakula kimeshaiva. Okay. Kabla hujaenda kutenga. 20 minutes. Yes, kabla hujaenda kutenga. Hivi ni kwa nini walimbwende wengine hawataki kuwainua walimbwende wenzao hapa Tanzania? Ni hiyo nilivyokuambia. Watu wanaoneana wivu. Yani walimbwende wengi wanakuwa wanaoneana wivu. Alafu elimu pia. Ndio maana nimekuambia mtu unaweza kuwa na master lakini ukawa vile zero brain. Unaona? Na kitu kikubwa sana pia ambacho kinatuangusha sisi wa Tanzania, I think, ni ambapo sijui maybe sijui kutoka nje. Mtu kama una experience ya kusafiri, mtu uko Tanzania tu, I'm sorry because you are there in Tanzania, but inatakiwa yani ujielimishe. Unaona, kuna online courses, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea sasa hivi, yani is like in this kidijitali. Unaweza hata mkajifunza vitu vingi yani kwenye TikTok, kwenye Instagram, yani vitu vingi vinatokea. Lakini kitu kimoja kwa Watanzania, I think siwezi kusema kama ni elimu, labda kwa sababu hatuna, kwa sababu watu wengi wamesoma and experience labda ni hile ambayo yani unakuwa hauna, ni experience. Maybe hujawahi kutoka Tanzania, labda uko only there. I don't say like you are there in Tanzania, but you are civilized, you understand. Lakini I think hivyo vitu ambavyo ndo vinatuangusha sana, pia na makundi labda tuliokuwa nayo. Kwa sababu mimi tokea nilivyokuwa mdogo nilikuwa sina makundi ya watu ambao siwezi kukaa na mtu ambaye hawezi kunipa something. Sijui mmenipata. Siwezi kukaa na mtu ambaye hana akili. I'm sorry to say this. Yani mimi ndio nilikuwa nakwepa hiyo, ndio maana ilinisaidia. So nilikuwa sina makundi mabaya. Na siwezi kukaa na mtu ambaye yani mimi nitakupa madini kama hivi ninavyokupa, and then when you come you don't give me in the return, of course nitakuacha, nitakutupilia mbali, and nitaangalia benefit, nitaangalia which kind of benefit I get from you. And kwa Tanzania wataangalia zile benefit, labda kumkopesha labda hela, kuwa na rafiki kama Miriam Odemba. Mimi unaweza kuwa rafiki yangu, lakini I want you also to be somebody, yani tuwe equal. So inatakiwa yani uangalie watu ambao unaokuwa nao, alafu msikae na watu ambao wanakuonea wewe wivu.
inatakiwa ukae na watu ambao watakupa maendeleo kama Miriam Odemba anavyoongea, unapata madini, you know. So don't stay with the stupid people. Kwa kweli, I'm very sorry. Swali la kizushi dada Miriam. Ma models wengi sana ambao mie sasa wenye majina makubwa na nini na huku mtaani watu wanasema kwamba wale bana wale hawataki kudate na sisi wa Tanzania, ni wazungu tu. Is that true? Na kwa nini before umekuwa engaged, kwa nini uliamua kuficha mahusiano yako? Yani is that uliamua kuweka private, ama ulikuwa na date watu ambao hawako kwenye mtandao, that's why it was easy for you kuficha mahusiano yako na your private life? Mimi nilijiwekea hivi Dyson. Mimi nilijiwekea malengo. Yani mimi kwa kweli one day maisha yangu nataka yawe ya kiwango cha juu. Maisha yangu nataka niwe na mwanaume fulani. Yani nilijiwekea kabisa, niliandika kabisa. Niliandika malengo yangu. Sio yani mwanaume hana hela au maskini, lakini nilisema nitajiwekea mwanaume mwenye vision, ambaye yani tukisaidiana pamoja tuna make our dream to come true. So hata kama yani maskini wa Tandale angenitongoza, lakini amefikia vile viwango nilioandika kwenye daftari langu. Unaona? So kwa mimi, kwa sababu nilikuwa nasafiri sana, mimi nilikuwa yani siishi sana Tanzania, na nilikuwa mjanja. Mimi nilikuwa mjanja sana, nimezaliwa yani na ujanja fulani hivi wa kitoto, lakini I was having big dream and I wish yani hata I wish sometime nilikuwa nasema, nilimwambia mamangu, kwa sababu katika familia yangu mimi ndo mwanamke peke yangu. Tumezaliwa 7. Alafu mimi ni mtoto wa pili and wanaume wote. So I say the way, kwa sababu sometimes unakuwa you have like a secret, you want to share secret with somebody. Huwezi kushare na kaka yako secret, huwezi kushare na wanaume secret. So I was saying like, Mungu, kwa nini umenipa akili kubwa hivi lakini sina hata dada wa kushare naye? And mme wangu njaa, chakula. Ni chakula. Njaa, ya jamani, mme wangu ana njaa. Haya, dada Miriam, Mwandalie chakula. Thank you so much. Nenda kamwandalie chakula. Tunashukuru sana kwa asante sana. Kamwandalie shemeji. Okay, nenda kamwandalie shemeji chakula dada Miriam, it's okay. Ngoja nimwandalie Siache kutualika. Alright. Okay, lakini kesho nitaingia, lakini sasa I want to finish this. Yeah. Unaona kuhusu mwanaume ulivyosema. So yani nilikuwa na hayo malengo nilijiwekea. So kama wewe una malengo fulani ya kusema yani mimi nataka niwe mtu fulani, siwezi kudate na certain level of someone like you know, ambaye yani sioni kama ataweza kunichenjia my dream. Unaona? Na nilikuwa yani najiweka sana na watu ambao wamenipita mimi kielimu, kwa sababu I was want to learn something kupitia wao. So ni vizuri sana sometime kuangalia levels. Kuna levels, unaweza kuwa na mtu ambaye yani anaishi Uswahilini lakini vision yake ni kubwa, akakubadilishia maisha. Mimi kuna mdada marehemu sasa hivi anaitwa Zaishanga, sijui kama mnamfahamu marehemu Zaishanga. Mmewahi kumsikia? Dyson, hujawahi kumsikia Zaishanga? Dyson? So kuna huyu mama marehemu, lakini na alikuwa yuko Uswahilini, it's like you know, alikuwa yani uweze kujua yani is like anajuana na matajiri. Unaona? So sio yani mtu unamuona yuko Uswahilini ukamdharau ukasema huyu ni mtu yuko Uswahilini. Unaweza kuwa social na kila mtu. Hiyo yani inatakiwa ni blend. Lazima
Thank you Kiki, thank you. So inatakiwa ni mjifunze, mdogo wangu mjifunze. Unaweza kuwa na mtu wa Uswahilini lakini akawa yuko level. Sijui mmenipata? Yeah, so hivi vitu vyote watu wote, hamna tajiri, hamna masikini. Ni jinsi Mwenyezi Mungu anavyokupa ile go ahead. Huyu mtu ni mzuri, ataweza kunisaidia, au huyu mtu nikimpa siri yangu ataweza kunitunzia. Unaona, ni kikubwa kuwa na rafiki ambaye hamuoneani wivu. Kuwa na ndugu yako ambaye unaweza kumpa all your secret, akaweza kukusaidia. So I think kesho tutaingia tena live. Wacha nimpikie. Sawa. Thank you so much. Thank you. It was so fun. Bye. I love you. We love you. Mmependa lakini sana. Umeipenda Dyson? Yaani tumejifunza vitu vingi sana siku ya leo. Yaani tumejifunza more jamani. God bless you dear. Okay. Mimi nikasema hivi. Bye. Next time. Bye. All right. Goodbye. All right. Goodbye guys. Alembo wangu bye jamani. Tomorrow. Bye.